ni kumshtakia yeye, ingawaje yeye anaona, lakini na wewe mwenyewe pia inatakiwa umweleze, Baba, unawaona hawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu na yeye ataingilia kati. Kitu chochote mtu wa Mungu ambacho unapitia ukikaa nacho kimya, maana mwingine utasikia Mungu anaona, ndio Mungu anaona, lakini Mungu anachotaka akuone na wewe mwenyewe unajishughulisha vipi na hicho kitu. Haleluya. Unafunga na kuomba kwa ajili ya hicho kitu au umenyamaza tu? Vitu vingi tunaambiwa havitoki bila kufunga na kuomba. Je, unautafuta uso wa Bwana kwa ajili ya hicho kitu? Au umekana unasema Mungu anaona? Mungu kweli anaona, lakini anataka na wewe mwenyewe ujishughulishe. Bwana Yesu asifiwe. Anataka na wewe mwenyewe ufanye nini? Ujishughulishe. Ukikaa kimya naye anakaa kimya. Hivi unafikiri wakati Yesu anavuka na wanafunzi wake, wakati yeye amelala wanafunzi wake wanashughulika, unadhania Yesu alikuwa ajui kama kuna dhoruba? Yesu alikuwa anajua kama kuna dhoruba hapa tunaipitia, lakini alikuwa anataka waone wanafunzi wake watafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kuona wanafunzi wake wameelekea sana nao wakapata ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, Bwana mkubwa, si kitu kwako kwa tunaangalia na Mungu anavyotaka. Haleluya. Tunaona wakati wamesema vile, Yesu aliamka na kukemea ile dhoruba, na ule upepo ulikwenda ukawa shwari huu. Kwa hiyo Mungu hivi ndivyo anavyotaka. Je, watoto wangu watanitazama? Je, watoto wangu wataniambia kitu ili ya hili wanachopitia? Je, atasimama pamoja nami? Kwa hiyo Mungu yeye ndiye anachotaka sisi tumwangalie. Haleluya. Ukitumia akili zako yeye anakuacha. Ukinyamaza kimya yeye anakuacha na kutazama, kwa sababu anajua wewe mwenyewe unaweza. Anakaa kimya, lakini ukimkabidhi yeye anayo njia ya kukutolea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anayo njia ya kukutolea. Kwa hiyo mtu wa Mungu tuendelee kumwangalia Mungu, maana yeye hajawahi kushindwa na lolote lile. Bwana Yesu asifiwe.